Ilipofika mida ya saa 7:30 msanii ndio alikuwa anapanda. Mawe National Stage. Yaani design yanakuja moja kwa moja. Ilikuwa so nakupiga na ilizio. Nakupiga na ilizio unajua. Au nikufunike ufia. Yaani anakata yaani vitu kama hivyo. Kwa nilikuwa napita changamoto kubwa sana. Mimi mwenyewe nitikishale maziwa naomba nitakuwa hivi. Unajua si ni kombora mbili. Lazima niamke asubuhi nijione niko salama, nione mali zangu niko salama ndio uondoke. Kwa hiyo hizo zote ni changamoto. Ni tukio gani la hatari sana ambalo umewahi kukutana nalo wakati unamlinda Harmonize? Tukio ambalo nakumbuka ilikuwa hatari zaidi. Ilikuwa ni Arusha. Ilikuwa so poa. Okay. Yaani ile ilikuwa so poa. Sehemu ambapo tulikwenda kulala hoteli. Na hoteli ambayo tulikwenda kulala msanii. Sasa sisi hatuwezi kukaa mbali na msanii. Kwa na shemeji yetu kaja. Walikuwa mpumzika. So My favorite couple. Okay. Kuna watu ile show kwanza ilikuwa na shida zao wenyewe binafsi. Yani ile show hakutakiwa hakutakiwa kuperform msanii wetu Harmonize. Kuna msanii alikuwa ameandaliwa kwenye ile show. Sitomtaja jina. Lakini baada ya muda kuna watu waliona kwamba hana hana sifa ya kuonyesha ile jambo. Wao kakala kama kamati wakasema Harmonize. Sasa wale watu waliposikia kwa kuna kikundi kilijipanga kuharibu ile show. Ni kwamba hii show lazima ife. Yaani haiwezi kwenda vizuri. Yaani tutahakikisha hii show lazima itakaa vibaya. Uzuri sisi tuko tayari tushapata taarifa kwamba hii show leo jipange. So kuna kumbuka tuliwapigia na wenzetu simu ambao walikuwa hapo Dar es Salaam, walikuja kama 14 ambao tulikuwa tumewaacha board. Sisi tuko 6. Kwa sababu tayari tulishaelewa kwamba hapa leo hapa kuna kitu fulani. Leo pamoja. Kwa sababu jamaa anasema kwamba yani tunaanza kupangiwa kwamba wewe wawili pale kwa sababu tunazunguka ile jukwaa. Kuna silaha ambazo tulipewa za kujilinda ambazo pia sisi kuzizungumza hapa. Kwa hiyo ilipofika mida ya saa 7:30 msanii ndio alikuwa anapanda. Kuna mawe yanarushwa. Unajua sasa nyinyi mpo hapa lakini kuna mawe yanarushwa kwenye stage pale. Mawe yanarushwa kwenye stage. Yaani design yanakuja moja kwa moja. Okay. Ilikuwa so poa. Yaani sasa ikabidi kwanza kumtoa msanii kwenda kumweka sehemu salama. Alafu kwa sababu sisi tayari tumeshasomea ile kazi na tunaielewa. Tulikuwa tunajitahidi sana kujua kwamba ile mawe yanatokea katika upande gani. So hata kama kuna muda wako umetulia hivi, ikipita juu shwa unajua limetoka sehemu fulani. Kwa hiyo sisi kwa sababu tuna mawasiliano, tulikuwa tuna radio call ambayo tumeconnect sisi wenyewe. Na mkubwa wetu akasema jamani, hii ni changamoto lakini inabidi tuitatue. So tuangalie sehemu ambako mawe yanatoka, watu wafuate usawa huo. Kwa hiyo tugawane. Kwa hiyo tukachezesha maboya. So wengine tuko pale, kuna wenzetu wengine waka kufuatilia sehemu ambako watu wanarusha mawe. Kweli tulifanikiwa kwa sababu tulikuta watu wameweka kama trip ya gari. Yaani wamekaa pale, yani kwa niko hata kurusha. Kwa hiyo tukaenda pale, tulipofika pale mimi nilikuwa kule jukwani. Walipofika kule kuna action wakaonyesha na wale wakashtuka kwamba tayari tumesha. Kwa hiyo wakazuia sehemu ya kwanza ya mawe, ikapatia sehemu nyingine wakatulia. Baada ya kutulia kwa ikabidi nakumbuka palikuwa pana askari walikuja. Kuna JKT pale walikuwepo wale security wakachukuliwa basi kuja kulinda zile sehemu ambazo kwenye vyanzo vya kwa fresh mimi tukarudi tukampandisha msanii. Kweli kazi ni ngumu. Tukampandisha msanii akaperform. So kipindi anaendelea perform lakini wengine walikuwa bado wapo sehemu pembeni kabisa. Aidha mpaka kwenye miti. Yaani kama kuna mtu miti. Kwa haikuwa rahisi. Kweli haikuwa rahisi.
Tofauti na kuwa mlinzi wa Harmonize, kuna wasanii wengine maarufu ambao ushawahi kufanya nao kazi na je, kama wapo kuna changamoto zozote ambazo ushawahi kukutana nazo wakati wa kufanya nao kazi? Yeah, nishakutana nao, yaani wale ni watu ambao nakuomba bana, bro naomba leo tusogee sehemu fulani. Na issue na show au na sehemu tunakwenda kutoa nini. Wapo. Nimefanya nao kazi wasanii wengi sana. Unaweza kututajia labda mmoja? Nimefanya nao wengi sana lakini mtu ambaye alinipa changamoto sana ni Masharafu. Okay. Yes. Masharafu akishalewa haambiliki asikiki afanye shot. Hakusikiliza hata muziki. Yaani sio sema. Kuna sehemu tulienda, Nandi alikuwa amezindua kampuni moja hivi inaitwa NWN. Niseme vinywaji. Sio tumeenda pale Fresh nini amezindua nini. Mimi nilikuwa na Masha. Fresh tumemaliza show, tumemaliza nini, Masha kama sana akalewa. Hiyo ndio shida yake. Yaani Masha akishalewa basi tena. Yaani anakuja, "Wewe, vipi? Funguo iko wapi ya gari?" Sasa mimi sijui funguo sina wewe. Nitakupiga na iliziwa. Umeona? Anakuwa tabia, "Nitakupiga na iliziwa unajua. Au nikufunike ufia." Yaani anakata, yaani vitu kama hivyo. Kwa hiyo nilikuwa napita changamoto kubwa sana. Mimi mwenyewe nitikishale maziwa naomba nitakuwa hivi. Unajua hizi ni kombora mbili. Jifikiria hizi. Kwa afu kuna watu wengi kwa unakuwa mpole. Unakuwa mpole. Oh my goodness. Kwa ndo changamoto kubwa mbele nimepitia kwa watu wa kike hasa Masha. Masha hapana. Ukipenda pesa kueleka sasa lakini unafanya Fresh. Asinywe. Nikiona anaanza kunywa mimi lazima nichimbe. Sasa utachimba je na mpaka bado hujaisha. Yaani nitamwelekea kuna namna tu ndio nafanya. Ni pombe tu kisha na kawaida. Kisha hapo kawaida. Lakini achana. Okay. Akishalewa sasa una manage vipi kumsaidia arudi nyumbani na salama? Lazima umfikishe mpaka nyumbani. Yaani tena siku ile nimemfikisha nyumbani. Bado anakwambia hivi. Wewe hauondoki huko ndani. Nikasema why? Anakwambia hivi. Lazima niamke asubuhi nijione niko salama, nione mali zangu niko salama ndio uondoke. Kwa hiyo hizo zote ni changamoto. Okay, sawa. Huwa zinanitokea. Okay. Ni mambo gani ambayo umejifunza kutokana na ile kufanya kazi na mtu maarufu? Maana ukiwa unamlinda mtu maarufu na ukiwa unamlinda mtu wa kawaida kuna tofauti mkubwa. Yes, sana. Yeah, so wewe ni mambo gani ambayo umejifunza? Labda pia kwa sababu ni mtu maarufu, ni changamoto gani ambayo wewe ulipata wewe kama wewe? Yaani mbali na kazi yako watu wanakujua kwamba ni bodyguard wa Harmonize like hiyo inakuwa changamoto kubwa ni wanawake. Okay. Wanawake wanatumika sehemu nyingi sana upande wetu sisi. Sasa hapa nikikwambia msanii kama Harmonize anafuatiliwa na watu wengi. Sio wengine wa kumdhuru, lakini wengi wanafuatilia hata kwenye upande wa sanaa yake. Okay. Kula yake. Anafanya nini? Yaani vitu kama hivyo. Kwa kuna vitu vingi sana. Alafu ukiangalia ni msanii ambaye wana matabaka mawili. Yaani kuna timu A. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana vinakuwa vinaendelea. Changamoto kubwa ambayo sisi tunapitia watu wa kike. Okay. Na hao ndio wanaotumia. Kwa sababu nikikwambia mpaka dakika hii ninafanya kazi zangu wawili tayari tumeshatisha kazi kwa sababu ya kubudiwa na vitu vidogo. Wao ni snipers. Kwa watu wa kike wanakuwa wanafuata nyinyi kwa asubuhi nyinyi ama? Sasa nataka taarifa za bosi. Mtu yote anayetaka taarifa za bosi. Okay, so anakuja anajifanya amekuelewa tu. Kumbe anataka karibu na anakuwa anakuchimba zile details. Kwa maana sisi ni watu ambao nakwambia hii kazi usipokuwa na siri hauwezi kufanya. Alafu lazima uwe na yaani uwe na mipaka. Usipokuwa na mipaka unaharibu kazi kesho. Very serious work. Ni kitu gani ambacho kinakupa motisha ya kufanya mazoezi siku ambazo unakujisikia yani kuna mood, yani energy iko chini? Kitu gani kinakumotivate kwenda gym na kufanya mazoezi? Mimi napenda sana muziki. Okay. Yani nikisikiliza muziki yani kuna namna lazima niingie mazoezi. Nitakwenda kufanya. Okay. Kwa pale kama mdundo tu kidogo. Tayari. Fresh. Na ikitokea labda na stress. Hiyo huwa ni noma sana. Huwa nafanya sana mazoezi kuliko. Zinakuwa motisha. Vibaya mno. That's great. Unajiona wapi katika miaka 5 ijayo? Najiona mbali kwa sababu nina mipango mingi
na nitasafiri kwenda kuchukua mafunzo zaidi. Oh, okay. That's a great plan. Sawa. Okay. Katika maisha ya kila siku, ni mtu gani maarufu ambaye unadhani au imesha kutokea watu wanakuchanganya naye, yani unafananishwa naye? Mimi nafanana na bosi wangu. Watu wengi sana. Yaani wengi. Okay. Kwa kutokea unaona kama umemwona? Yaani mimi mara nyingi sana kusikia, mwanangu kama Konde. Yaani hivyo yani. Mwanangu kama Konde, yaani hivyo. Okay. Wewe unajisikiaje ukipata comment kama hizo? Unajua mambo kitu kimoja. Mimi najisikia vizuri kwa sababu ni mtu ambaye nampenda, alafu nafanya naye kazi, alafu watu wanafananisha naye. Okay. Alafu watu wanafananisha naye. Kwa hiyo ni mtu ambaye kuna muda nikivata kofia zangu zile nikiwa nini mtaani ile tu mwanangu kama Konde. So hata kwa watu wengine wananiita Konde. Okay. Hilo ni kawaida sana. Okay. Ni tukio gani la kuchekesha zaidi lililowahi kutokea ukiwa kazini? Hiyo shako nitokea Iringa. Kuna dada alikuwa anampenda sana Harmonize. Nakupenda wewe kaka, jamani naomba namba yake. Yaani tulikuwa tunamzuia jamani mimi. Sasa nilicheka sana. Kwa jinsi alivyokuwa desperate kuomba namba. Yaani jamani naomba mnisaidie na baki nampenda huyo kaka. Yaani basi tukabaki tunacheka. Mpaka bosi labda kana geuka hivyo na kazi ipo. Iringa kazi ipo. Kwa sababu tulifurahi sana. Nakumbuka na bado. No, tulimpa tu za nadhani tulipofika ofisini bosi kuna kibasha kidogo alitupatia. Tukaenda tukampa. Jamani. Basi akaenda. Kwa hiyo nikitaka kupata namba za Harmonize. Baadaye nikitaka kupata namba za Harmonize tunapata leo. Okay, so kama ungelazimika kuchagua kitu kimoja, yani umetaitishwa no way else, lazima uchague kitu kimoja. Kati ya kufanya tu bodybuilding na bodyguarding. Bodyguard. Utachagua kipi na kwa nini? Bodyguard. Mimi nachagua kwa sababu hiyo sehemu ni sehemu ambayo tayari nimeipenda na nimeichagua. Nimeichagua na nimeizoea. Na imekuwa ni sehemu ambayo inanipatia kipato na maisha yangu. Kwa hiyo ninaweza kusema ni kazi. Okay. Nilichagua kazi. Nilichagua pande hii. Sababu ni kazi. Unajua sasa hivi mimi ni kazi. Ni kazi. Sababu nimeajiriwa sasa hivi. Ni kweli, sasa hivi hata watu wakikuona tu ni kazi. Yaani unaonekana. Vitu kama hivyo. Thank you so much. You had a great time. Asante sana. Na una lolote kuambia wale ambao wanakusikiliza, hususan wale ambao wanatamani kuwa bodyguards au kuingia kwenye bodybuilding? Sawa. Kwa wale ambao wanatamani kuwa bodyguard, wapambane sana. Fanya mazoezi vizuri, fanya mazoezi ya kila aina. Fanya mazoezi ya kukimbia, fanya mazoezi ya punching bag, nini ngumi, nini fresh, kila kitu. Fanya mazoezi mazuri kujaza mwili wako, tuliza akili yako, kuwa mwelewa, kuwa msiri. Utafanikiwa kwenye kazi. Thank you so much. Had a great time. Karibu tena siku nyingine Jan Fitness. Asante sana. Okay guys, bye bye. Bye, tunawapenda sana.